Aisar TV. Kwa tuko hapa tukusikiza mada kuhusu habari ya tawasul, kwamba je, kutawasal kunafaa ama hakufai. Watu waliminyana jana, mada ile ikawa imelala, na leo tukaiamkia tena mada hii, tukafikia mpaka hapa ambako tulipokuwa tumefikia. Lakini ni kwamba kuhusu mada hii, kwa sababu wanazuoni wenyewe wameshaelewana, lakini nyinyi waumini nafikiri bado mko njia panda, hamfahamu kwamba je, mwisho wa mada hii ni nini. Ni kwamba mwisho wa mada hii ni kwamba wameafikiana wanazuoni ya kwamba ziko tawasuli zinazofaa, lakini kuna ambazo hazifai. Sasa tunaingia katika mada nyingine. Katibu, naomba uwasilishe mada hiyo katika meza ili ijadiliwe. Nilikuwa tunamswalia Mtume, kwa sababu tunaingia katika mada ya pili ambayo ni dufu. Mada hii na itupa uwanjani, mada ya dufu iweze kujadiliwa. Karibuni wenye viti, dakika 20 kwa 20, 10 kwa 10, maswali. Labda nirekebishe kitu kimoja tu, kwamba katika benchi hili tumekuwa tuko hapa, kuna kitu kimoja tulikuwa hatukukifanya. Lazima tukiri kwamba tulikuwa tumekosea, kwamba utaratibu wetu ulikuwa maswali matatu, lakini tukawa tumekubaliana hapa kwenye meza, kwenye mdahalo huu, kwa kuwa ulishaanza jana, leo tunamaliza, tufanye swali moja moja, lakini tukawa hatukutangaza. Kwa hiyo katika mada hii inayofuata, nadhani maswali yatarudi pale pale kuwa matatu. Sawa jamani? Wahadhiri wote mko tayari? Inshallah, mada ya dufu. Mwenyekiti, kama katibu alivyokuwa amewasilisha mada hiyo, kwa hiyo kinachotakiwa ni kuweza kutolewa hoja ya kuhusu masala ya dufu, kwamba je, dufu ni halali ama dufu ni haramu. Na ndio swali liko hapo, sio? Wahadhiri wote ni sawa? Kwa hiyo nani sijui aanze? Nani anaanza? Ila kwa wale waumini na kitu waache fujo, ila mwenye maoni, maana sehemu zote lazima maoni yawepo kisheria na kitaalamu za vikao kama hivi, kwa uzoefu wangu vile vile. Mwenye maoni basi asinyanyuke tu kusema hivi, bali aandike karatasi alafu akilete katika meza hapa. Nafikiri kabla hujaendelea, mimi nataka niweke wazi hili swala la dufu, kwamba swala la dufu lifafanuliwe kidogo na katibu, kwamba dufu ni haramu. Yaani sijajua bado kama mimi mwenyekiti kwamba dufu ni haramu vipi, yaani ala itlaqi au tofauti. Basi angeweka wazi kwamba watu wakiingia uwanjani kwa ajili ya kuzungumzia hili waelewane kwanza. Taarifa mwenyekiti au meza, tumeomba taarifa kwa sababu sisi pale dalili tumeshakubaliana, kwa sababu niliuliza swali wakaitikia na ishara imetosheleza kuwa ni jawabu. Wala wanasema haramu, sisi tunasema halali. Itakavyokuwa ili tuingie kwenye mjadala. Naam. Nisielewa. Mimi pia sikuelewa, lakini twende. Hatuwezi kwenda wakati atuelewe. Naam. Nataka hivi. Naam. Kwamba marketing, yani ili tunalizungumza, ndio tujue nukta yetu nini. Dufu ni haramu ala al-itilaqi. Unakuja hivyo tena? Naam, tena kosea. dufu ni haramu hapo, wewe ingia. Huyo ni sawa na mimi. Mwacheni azungumze. Hapa nimempisha. Hapa ni jamani, tuko katika dini. Sasa mkisema twende tu hivyo, haya twendeni. Toa maoni yako. Haya basi twendeni hivyo hivyo. Bismillahirrahmanirrahim. Naomba niangalie dakika zangu hizo. Si ni dufu? Sasa wewe sifanyaje? Wewe una wasiwasi gani? Piga dufu mpaka huko. Yule ambaye anakukataza. Labda niseme hivi kwamba pale iliyoko dufu, hawa wanasema halali, hawa wanasema haramu. Sasa huko tunakokwenda, kama kuna kuchanguka, wapo wahadhiri wenyewe, mtu atachangukia mbele ya safari. Kwa hiyo mtu aogelee. Labda tuanze kwamba wale wanaosema halali waingie katika bahari hiyo dakika 20 wajimwage, halafu tutatoka huku tena dakika 20 wajimwage, tutaingia dakika 10. Baada ya hapo tutakuwa tumeingia katika maswali. Naam, kwanza labda nitoe maoni kwamba sisi hili jambo tunalifanya la kupiga dufu. Sawa, tunaelewana mwenyekiti, uko hadhiri. Sisi labda tumeonekana kuwa tunapiga madufu. Sawa sawa. Sasa kama tunapiga madufu,
apatikane mtu ambaye anatukataza hii haramu ambayo tunaifanya. Apatikane mtu ambaye anatukataza hii haramu ambayo tunaifanya. Jamani, nyinyi mnafanya haramu hii, acheni. Tutamuuliza kwa nini tuache, atupe dalili. Lakini sio kwamba sisi tena eti ambao tunakula tunapiga madufu tumlazimishe yule naye apige na mwenyewe hataki. Sisi hatuwezi kumwambia piga bwana piga, hatumlazimishi kupiga, bali yeye atukataze sisi tunaopiga. Na nadhani hata mitume wote ambao wamekuja wamefanya hivyo. Kila ambaye kwa nini nafanya hivi, acheni. Mungu asema kadha kadha kadha. Sio tena wale ambao hawajui wamefanywa hawajui eti ndio watoe dalili. Hamna. Asalamu alaykum. Sheikh Kasim, katika meza yako hapo mmekubali nini kwanza? Tumekubali kwanza. Anasema nilikuwa najamazisha huko nyuma. Endelea. Basi tunaomba uweze kuanza hiyo mada. Mimi nakushukuru sana mwenyekiti wangu bwana. Nakufahamu sana. Nyamaza, niambia sema nitasema. Nakufahamu sana inshallah. Tuendelee hata chini inshallah. Wala sibishani kwa sababu ni jambo ambalo halina hitaji mjadala. Mimi sioni kwamba tupoteze muda kama wajana, anzeni nyinyi mzee. Hakuna kutishiana. Kama ni masala ya haki basi thibitishwe. Sasa baada ya kutoa tena zile kanuni za jana sio tusipoteze muda. Kama nimeambiwa mimi nianze, mimi nitaanza, naomba mnipangie muda mpaka dakika ngapi? Taka dakika 10. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, tumetoka katika uwanja mmoja tumekwenda katika uwanja mwingine nao ni uwanja wa dufu. Mimi nitawaachia kiporo wenzangu watakaokuja kuliarifisha ile dufu ni nini, kwa sababu sahibu dhari hadira bima fiha. Kwa hiyo watakuja kuliarifisha, hiyo kunahitajika hivi ni kulitolea maelezo. Mimi nataka nitazungumza hukumu, lakini kabla ya kuzungumza hukumu nataka tuwafikiane katika nukta. Nukta ya kwanza ni kwamba sisi katika msimamo wetu tunasema upigaji wa dufu, ngoma au dufu yote ni jambo ambalo linafaa kisheria kwa wanawake tu katika munasabati, yani katika matukio tofauti tofauti, katika harusi, katika khitani, yani kama mtoto ametoka jandoni na nini na mambo mengineyo. Kwa wanawake jambo hili ni halali kwa wao, na ama kwa wanaume jambo hili halifai kwa wao, kwa maana ya kwamba ni haramu kwa wanaume wa Kiislamu kupiga dufu katika munasaba wowote. Kwa hiyo tuelewane hapo. Kwa tunapojadili dufu tunasema sisi wanawake zetu pia wanapiga dufu katika harusi na katika matukio ambayo kisheria imethibiti katika hadithi kwamba hapo walikuwa wakipiga dufu, na Allah ni shahidi katika hilo. Ama kwa wanaume jambo hilo ni haramu kwa wao, na maelezo yafuatayo ni ushahidi juu ya hilo. Mtasikiliza maelezo nitakayosoma kwa maana ni kauli za wanawachuoni. Alafu pia vile vile turudi kule kwamba watu wasifanye istidlali ila kwa hadithi ambazo zimethibiti kwamba kweli Mtume صلى الله عليه وسلم akasema, na kadhalika tukue tawfiki kwenye vitabu vya kutegemewa, yani vitabu vya wanawachuoni kwa yale waliokuwa wamesema kwenye vitabu vyao. Sasa jambo la kwanza sisi tunasema kwamba ni haramu kwa wanawake kupiga dufu, kwa wanaume kupiga dufu kwa maelezo yaliyotolewa na wanawachuoni, na mmoja katika wanawachuoni hao ni al-Imam Abu al-Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar al-Makki al-Haythami kwenye kitabu chake Kafur Raa an Muharramati al-Lahwi was-Samaa, katika juzuu katika kitabu hiki ambacho ni juzuu moja tu, ukurasa wa 95 mpaka 96, anasema maneno yafuatayo. Nitasoma katika ukurasa huo 95 mpaka 96. Anasema haka al-Imam al-Baihaqi, amesimulia al-Imam al-Baihaqi an shaykhihi, kutoka kwa shekhi wake al-Halimi. Hakadha imethibitiwa hivi katika baadhi ya vitabu, hapa kuweka shakli yote al-Halimi, kutoka kwa shekhi wake al-Halimi. Wala yukhalifu, wala Imam al-Baihaqi hakumukhalifu shekhi wake. Anasema inna idha abahna ad-duffa, kwa hakika sisi tunapokuwa tumehalalisha na kulibihisha dufu, fa innama nubihuhu lin-nisa'i khaffatan, kwa hakika hapana vingine tunalihalalisha hilo dufu kwa wanawake tu. Intaha kalamuhu, yani maneno sasa yaliyosimuliwa kutoka kwa al-Halimi kutoka kwa Baihaqi. Anaendelea al-Imam Ibn Hajar al-Makki kueleza, wa ibaratu min hadhihi,
na ibara minhaji yake asema وضرب الدف لا يحل إلا للنساء kupiga dufu si halali illa kwa wanawake li'annahu fi al-asli min a'malihim kwa sababu kiasili ni katika matendo yao وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين بالنساء na Allah amewalani mtume wa Mwenyezi Mungu wanaume wenye kujifananisha na wanawake intahat. Akaendelea na maelezo mengine kwa ushahidi zaidi kama watu watahitaji kitabu nimekitaja kama wao wanaona labda wanafunga mundani tutakuwa tumezifikia ukurasa 20 au 200 basi tutakuja kuangalia. Kuna kauli hii na kuna kauli ya Imam al-Qurtubi lakini nitaiweka kwa akiba ya maelezo na pia vile vile sitopenda niisome mimi nitaipenda pale kwenye mashame ni wale waisome kwa sababu kuna ibara ambazo zinazoona kama zina kigegezi kidogo kwa namna fulani. Kwa hiyo usijinikaambua mimi kumbe mimi na akili. Sasa ndugu zetu wenye kupiga dufu baadhi yao wenyewe kwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipiga dufu kubwa ile besi alikuwa akidunda namna hii tena jeupe ngozi yake nyeupe. Hili tutasema halikuthibiti kama ndugu zetu hao walikuwepo pia wanasema hivi itabidi lithibitishe na sisi tukilisikia liko mahala gani. Sasa baadhi yao wanasema hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema a'linu hadha an-nikaha waj'aluhu fi al-masajid wadribu alayhi bid-duff. Katika riwaya wasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hebu itangazeni hii ndoa na iwekeni misikitini na lipigieni ndoa dufu. Wanasema dhamiri katika wadribu kilugha ya Kiarabu dhamiri huna lidhukur dhamiri ni wanaume wanaosemeshwa hapa pia ni wanaume kama vile ilivyokuwa katika riwaya nyingi zilizokuja wanaeleza hivyo. Sasa sisi tutasema hivi haya maneno yafuatayo. Al-Hafidh Ibn Hajar katika kitabu chake Fathul Bari juzuu ya 9 hii ambayo iko mbele yangu ukurasa wa 282 anasema maneno yafuatayo kuhusiana na hadithi hiyo ambayo baadhi ya ndugu zetu wanaitumia. Kaeleza maelezo mengi naomba pia yadhibitiwe hayo. Anasema wa fi hadith mimi naanza kusoma 1 2 3 4 5 6 kuanzia mstari wa 6 kutoka chini yani kwa juu pale kwenda juu. Kama kuna hoja kwa kwingine mtasoma nyingi. Wa fi hadithi Abdullah ibn Zubair inda Ahmad wa sahahu ibn Hibban wal Hakim. Na katika hadithi labda kusaidia pengine chapa zetu zinatofautiana ni hadithi namba 5162 kwa sababu chapa yangu mimi ni ya Darus Salam pengine yako iko tofauti kwa hiyo unaweza kurejea kwa haraka kwenye kitabu nikah 5100 katika hadithi namba 5162 katika kitabu nikah juzuu ya 9 katika jaladi wangu. Anasema katika hadithi ya Abdullah ibn Zubair iliyoko kwa Imam Ahmad wa sahahu ibn Hibban wal Hakim na amesahihisha ibn Hibban Hakim a'linu nikah mpaka hapo asema wamesema a'linu nikah asema zada Tirmidhi anazidisha Tirmidhi wa Ibn Majah na Ibn Majah al-Qazwini min hadithi Aisha radhiyallahu anha katika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha wadribu alayhi bid-duff. Kuna ziada katika Jami' at-Tirmidhi kadhalika katika Sunan Ibn Majah kwamba wadribu alayhi bid-duff. asema al-Hafidh wa sanaduhu dha'ifun na isnadi yake ni dhaifu. ولأحمد والترمذي والنسائي من حديث محمد بن حاطب فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف. na Imam Ahmad ana riwaya na Tirmidhi na Nasai kutokana na hadithi ya Muhammad bin Hatib kwamba upambanuzi uliopo baina ya halali na haramu ni kupiga dufu. Asema wastudilla biqawlihi, imetolewa dalili kwa kauli yake sallallahu alaihi wasallam wadribu ala anna dhalika la yakhtassu bin nisa'i, kwamba hilo baadhi ya watu wametoa hoja kwamba hilo haliwahusu wanawake peke yao. Lakini nasema lakinahu dha'ifun, lakini dha'if. والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، na hadithi zilizokuwa na nguvu ndani yake kuna idhini ya kuwaruhusu wanawake. fala yaltahiqu bihinna ar-rijalu, wanaume hawawezi kuungana hukumu hiyo liumumi nahyi, kwa sababu ya ujumla wa makatazo anitashabbuhi bihinna, ya kujifananisha na wanawake. Wanaume wamekatazwa kujifananisha na wanawake. Mtu anaweza kusema lakini hukumu za kisheria zikija hazichagui mke na mume. Tunasema al-ma'rufu 'urfan kalmashruti shartan, na vile vile al-'ada muhakkama, yani kawaida ada ni yenye kuhukumu katika mambo yanayofanywa kama ni hukumu. Haya ni mambo ambayo nafikiria kama vishawishi hivi, lakini si katika hoja za msingi. Sasa nasema hivi, mambo ambayo tayari yashakuwa ni ada na kawaida za wanawake kufanyika, haifai kwa wanaume kufanya, hata kama alikuja andiko kwamba msipige. Mfano, wanawake katika ada wao huvaa vipuli wakavaa na hereni. Tunasema kwa wanaume ni haramu kuvaa vipuli na kuvaa hereni. Hakuna aya wala hakuna hadithi inayoambia mwanamume usivae kipuli,
bali imechukuliwa kwamba kufanya hivyo ni kujifananisha na mwanamke. Kwa hiyo sheria inakataza mwanamume asijifananishe na mwanamke, na ndio maana Al-Halimi katika maelezo yake anasema li'annahu min a'malihim, kwa sababu hilo dufu ni katika matendo ya wanawake. Kisha naendelea tena wal hadithi baqi, maneno yatakuja kuongezeka wakati ndugu zetu watakapokuwa wametolea maelezo. Kadhalika kwenye kitabu hiki ambacho tumekitumia cha Imamu Ibn Hajar al-Makki al-Shafi'i ukurasa wa 76 anasema maneno haya yafuatayo: naqala al-Qurtubi an al-Imam al-Tursusi, amenukulu Imam al-Qurtubi kutoka kwa Imam al-Tursusi annahu su'ila an qaumin fi makanin, kwamba yeye aliulizwa kuhusiana watu ambao walikusanyika mahala, ameulizwa kuhusiana watu ambao walikusanyika mahala yaqra'una shay'an min al-Qur'an, wakawa wanasoma kitu katika Qur'ani, thumma yunshidu lahum munshidun shay'an min ash-shi'r, kisha anaimba mwenye kuimba kitu katika mashairi, fayarqusuna, kisha wakawa wanacheza, wayarbituna wayadribuna bid-duffi wash-shababa, wayadribuna na wanaimba na kadhalika wanapiga dufu na nai. Akafasiri kwamba ash-shababa ni al-yara' ay an-nai. Kwa hiyo wakawa wanapiga na filimbi zile. Hal al-hudhuru ma'ahum halalun am la, je kuhudhuria pamoja nao ni halali au hapana? Faajaba, akajibu madhhabu as-sadati as-sufiyyati, katika madhehebu ya mabwana wa kisufi, anna hadha batalatun wa dalala, kwamba huu ni batili na ni dalala, ni upotevu. Wama al-islamu illa kitabullahi wa sunnatu rasulih sallallahu alayhi wasallam, haukuwa uislamu isipokuwa kitabu cha Allah na sunna za mtume wake. Wa amma ar-raqsu wat-tawajud, ama watu kucheza na kupata midadi, fa awwalu man ahdathahu ashabu as-samiri, wa kwanza waliozusha jambo hili ni watu wa Samiri, lamma ittakhadha lahum ijlan jasada, wakati alipomfanya mwanandama kuwa ni kiwiliwili, lahu khuwari, alikuwa mungurumu akinguruma. Faatau yarkusuna hawlahu wa yatawajadun, wakawa wao wanacheza na kupata midadi wakapandisha. Wa hiya ar-raqsu din al-kuffar, na huko kucheza ni dini ya makafiri. Wa ubadi al-ijli, na wenye kuabudu ng'ombe. Akaendelea kusema inna ma kana majlisun nabii sallallahu alayhi wasallam ashabi, kwa hakika pana vingine majlis ya mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake, kaannama ala ruusihim at-tayr min al-waqar, kana kwamba katika vichwa vyao kuna ndege kwa utulivu. Fayambaghi ala sultani wa nuwabihi an yamna'uhum min al-hudur, inatakikana kwa watawala na manaibu wake kuwahudhuria watu wasihudhurie fil masajid wa ghayriha, misikitini na sehemu nyingine. Wala yahillu, na wala si halali ahadin, kwa yoyote yu'minu billahi wal yawmil akhir an yahdura ma'ahum, ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho kuhudhuria pamoja nao. Wala yu'inu ala batilihim, wala asiwasaidie juu ya batili yao. Maneno madhehebu ya Kiwahabi au yana nasema hadha madhhabu al-Imam al-Shafi'i, haya ndio madhehebu ya Imam Shafi'i wa Maliki na Imam Malik wa Abi Hanifa na Abi Hanifa wa Ahmad radhiyallahu ta'ala wa ghayrihim min a'immati al-muslimin, na wasiokuwa hao katika wanawachuoni wa Kiislamu. Intaha kalamu hadha al-imam, asema imekwisha maneno ya mwanachuoni huyu. Kisha anasema Imam Ibn Hajar al-Makki, fata'ammalhu wahfadhu, jizingatia na uyahifadhi, fa innahu al-haqq, kwa sababu maneno haya ndio haki. Wa ghayruhu batilun, na kinyume chake nyingine atakayotolewa ni batil, alladhi ghayatuhu al-qati'atu wal-atham, ambayo mwisho wake ni kukata, kadhalika na kuipatia madhambi bure. Haya maneno kwenye kurasa wa 76 wa kitabu Kafur Raa cha Imamu Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Makki al-Haythami, aliyezaliwa mwaka 909 na kufa mwaka 974, ambaye ni Mshafi bali ni mufti wa madhhab ya Shafi katika mji wa Makkah katika wakati wake. Bila shaka hili litakuwa limekuwa wazi. Kwa hiyo huo ndio msimamo wetu kwamba si halali kwa wanaume kupiga dufu. Kadhalika Imam al-Qurtubi ametoa maelezo kama hayo, lakini watakapokuwa ndugu zetu wametoa hoja zao na kunakish tutatoa maelezo. Lakini tunasema hadithi ile inategemea wadhibu alayhi bidufur. Al-Hafidh Ibn Hajar ameeleza hapa na kuidhoofisha, kadhalika wengineo katika wanawachuoni, na nasema kwamba nisirefushe muda, niliyataja yananitosheleza, lakini pamoja kwamba kuna babakia ya mazungumzo mengine. Kwa hiyo ndugu zetu kama wanaona kwamba sisi tuko kinyume kwa msimamo huu, wazivunje hizi hoja tulizozitoa, na kama kuna hoja zao ambazo wao wasitegemea tunazivunja, wazitetee zisimame. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, kwa upande wangu pia dakika pia na sisi hizo tuishie hapo. Kwa upande wangu pia mnapata dakika 20 kwa ajili ya kuendelea na mazungumzo haya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ba'd. Nashukuru nilichojifunza kwa ndugu yetu maelezo mengi na hadithi zinazonukuu. Sisi desturi yetu mara nyingi watu kimbilia kudhoofisha hadithi, hata kama ipo hadithi imetoa ila, lakini kwanza tunarudi katika hukumu na tunaangalia njia za sheria. Katika hadithi zote zinazonukuu hapa ndugu yetu, inaonekana uharamu umeharamishwa na watu waliosherehesha hadithi, lakini hakuna hadithi hata moja katika nafsi ya hadithi iliyotamka ni haramu dufu kwa wanaume.
nafsi hadithi alizoleta ambazo zimetaja wanawake, Sheikh alimnukuu katika kitabu, yeye ametumia kiasi cha kutoa mfano wa hadithi aliyotaja nyingine kwamba amelaaniwa anajishabihisha mwanamume na mwanamke au mwanamke anajishabihisha na mwanamume. Akatumia fursa hiyo kutumia njia za kiasi ili kuharamisha kwamba ule mshabaha pale ni katika amali. Lakini hadithi nyingine alitoa mwenyewe ambayo inaonekana kabisa kwa mujibu wa hadithi hiyo mshabaha iliyofafanuliwa juu ya wanawake. Sheikh mwingine alipofanua ule mshabaha akasema kama kuvaa eleni, kufunga kitu gani, akatoa maelezo mapambo ya wanawake, akaingiza hiyo nukta. Ni Sheikh huyo kwa mujibu wa maelezo ambayo nilipomnukuu, na kupata rekodi sije kuonekana muongo hata kama mtarudia amenukuu haya maneno. Sheikh akatumia tena kiasi hiyo kwa kuwa haya ni mambo ya wanawake, basi kwa yote atakapokuwa ni dufu na jambo la wanawake na wanawake wanapovaa eleni mwanamume ni haramu, basi na hili pia ni haramu. Lakini hajatoa haramu kwa maana ya njia za nasu salahi kwamba hadithi imesema ni haramu, kwa sababu dufu imepigwa kabla mtume hajakuwepo mpaka amekuwepo mpaka ameondoka. Lakini kauli ya mtume kusema hii dufu kupigwa ni haramu. Alitoa kisa kimoja kwa watu kusoma Qur'ani, akapita mwimbaji akitoa akipiga nai, watu wakaacha kusoma Qur'ani wakaanza kucheza na kupiga dufu, wakaja wakatamkiwa maneno ya kulaaniwa na kila kitu. Lakini kwa shahidi unaona kabisa dalili watu wameacha jambo ambalo kwao ni wajibu kulifanya, kujifunza maneno ya Mungu na kusoma Qur'ani, ya kusoma Qur'ani jambo ambalo linani la fadhili mbele ya kisheria, wakaacha wakafuata mambo ambayo ya muziki kama hivyo, nyimbo zinapigwa dufu. Sisi kwa mujibu wa maelezo haya, kwa hivyo wote tunakubali kabisa, hata kama sisi ndio maana tukipiga dufu adhana ikitoka wakati watu kwenda kuswali lazima tuache tukaswali, kwa sababu lile ni muhimu zaidi kuliko yetu tunalifanya. Kwa maana hapa hadithi aliyotumia mimi nimetoa utangulizi tu kwa kuvunja kuonyesha wazi kwamba kanukuu hadithi nyingi, lakini hakuna katika kauli isipokuwa ni mawazo ya wanachuoni. Lakini akataja rai za wanachuoni kama vile kina Imam Shafi, kataja Imam Ahmad bin Hanbali, hajatuonyesha moja kwa moja kitabu chenye kauli ya Imam Shafi, ila Sheikh wa kitabu chake ambaye tunamkubali hatumkatai, lakini yeye alikuwa anakataa vitabu ambavyo sisi tunanukuu mashehe, lazima tulete kitabu chenyewe. Hajatuonyesha kitabu cha Imam Shafi mwenyewe pale anazungumza dufu haifai. Hajatuonyesha kitabu cha Imam Ahmad bin Hanbali mwenyewe anayethibitisha dufu haifai. Sasa tutatoa adila zetu, tunapiga dufu kwa sababu gani kutoka katika marajai kama tulivyokubaliana, alafu tuwape dakika zingine kama muhadhara utakavyoendelea. Lakini naomba wasikilizaji wawe makini. Katika hadithi kuna hadithi yenyewe makini ambayo mara nyingi ilikuwa inatolewa hili kwanza ili wenyewe tukae kupima wazi wa yale maneno, lakini mara nyingi kwa mujibu wa maelezo huwa yanaunganisha mambo pale. Watu wengi wanakuwa hawajui labda yale maelezo, watu wanafikiri wapia ni hadithi, kumbe ndani ya ile hadithi katoa tayari hadithi kuna maneno ya shekhe anayelazimisha hoja anayetaka yeye kwa mnasaba wa ufahamu wake. Kwa hivyo uharamu wote pale umo ndani ya ufahamu wa mashekhe, lakini hadithi kama hadithi, nafsi ya hadithi haipo ile haramisha moja kwa moja dufu kwa wanaume. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, kwanza wote ambao tuko hapa tuelewe kwamba hili dufu si haramu kwa jinsi kwa mujibu alivyokuwa ameeleza. Si haramu mutlaq, bali linafaa kupigwa dufu, lakini anasema halifai kwa wanaume. Kwa hiyo mimi naeleza waumini waelewe hivyo. Waumini waelewe kwamba dufu linafaa lakini halifai kwa wanawake tu. Ndivyo alivyoeleza katika vitabu vyao vile pale. Lakini pamoja na hayo ulikuwa utaratibu wa kusoma pande fulani kile kitabu kinapelekwa kule kinatazamwa, lakini nilikidai mwenyekiti pale akaniambia acha pumzika kwanza. Akamwambia sawa, nimekubali. Sasa yani halifai kwa wanaume, halifai kwa wanaume. Hiyo ni sababu lisani. Si sababu lisani, sawa kwamba dufu linafaa kwa wanawake tu, lakini kwa wanaume halifai. Lakini katika ndugu zangu wa Mwanga sidhani kama kuna siku fulani ambao umeona wanawake wao hawa mabwana katika kazi zao na kunguta madufu. Sijui ilionekana hilo. Na hii ni imani kabisa kwao na itakiri kwamba ni sunna. Sasa je, katika sunna zote ambazo wanazifanya hawa ni hiyo ni hizo nyingine, je hii sunna wanamwachia nani? Ni nani ambaye sunna hii atakuja kuifanya? Lakini pamoja na hayo hatuwalazimishi waifanye sunna hii. Hii hawatuwalazimishi kwamba sunna hii waifanye. Labda mimi niseme kwamba pale ambapo nimesema kuwa eti kufanya musharaka kati ya wanaume na wanawake ni jambo baya, lakini nina imani kabisa huyu bwana sasa hivi yuko hapa katika mhadhara, katika upande wa sheria ya katika nyumba kati ya mwanaume na mwanamke, nina imani kabisa ndani ya nyumba anayetakiwa kisheria, anayetakiwa kupika, kuuza vyombo, kufua, wao wanajua kabisa anayetakiwa hivyo kufanya hivyo ni nani. Labda nimuulize au haina haja kuuliza. Wanajua kabisa kwamba ni mwanaume ndio anastahili kufanya kazi zote hizo, si mwanamke. Lakini je, kwa nini sasa hivi yeye amepumzika pale akifika kule nyumbani, hebu naomba ugali, asimwambie umefanya haramu, umepika ugali, hii ni kazi yangu mimi. Kwa nini unapika ugali wakati ni kazi yangu mimi? Haisemi hiyo, yuko kimya. Lakini leo
eti kwa sababu dufu ni jambo la mwanamke, akija kulipiga mwanaume ni tashabuhu rijali ala nisa. Lakini katika upikaji wa vyakula, kufanya kazi ya nyumbani kwake, hakuna tashabuhu rijal ala nisa, hakuna hiyo. Sasa ndugu zangu Waislamu, ninyi labda waumini wafahamishe kwamba hili pia ni tatizo, lakini tuelewe kwamba kama sisi wanaume tunataka kulipiga pamoja kwamba sio ni wanawake tu watakuwa wapige, inajuzu pamoja kwamba wameeleza kwa wanachuoni, lakini sisi hapa tueleza wanachuoni. Sasa labda hawa watatuhukumia kwamba wanachuoni wale na wanachuoni hawa huku ni wakina nani ambao labda wanaweza kuwa na nguvu. Maana tukiwataka hadithi ambayo inasema haramu kupiga kwa wanaume, hakuna duniani na akhera. Sawa. Haya, asante. Asalamu alaykum. Ndio kaka, hata sekunde moja tu nataraji kwamba hebu teteni hoja. Yaani maelezo tunapotoka jitahidi kwa sababu dakika zinaenda huko. Jitahidi kuitetea hoja. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi makkana lana al-ardha waja'ala fiha ma'ish. والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وهو من قريش. فمن أحب الله عاش ومن ملا إلى دنيا طاش. والأحمق يغدو ويروح فلاش والعاقل عزم به فتاش. فمن آمن بالله ما أواه الجنة يعيش. والذين كفروا له من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. ويوم القيامة أن لهم تناوش. اللهم مكن لنا في أرضنا كما مكنت غيرنا وقلت في كتابك لإلاف قريش. وإسلام baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kutaka rehema na amani zimwendee kiongozi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatoa hadithi ambayo yaonyesha uhalali wa hilo dufu. Tatoa hadithi yaonyesha uhalali wa dufu, ambapo wenzetu wametoa maelezo ya wanawachuoni. Sasa sisi hatutakiana kwamba Waislamu wasijue kwanza hiyo hadithi. Tunaitoa hadithi, na kama patakuwa ni mjadala, yeye mwenyewe atakuwa ni shahidi. Ndio maana akasema katika swala hili wako wanachuoni wamedhoofisha na wako ambao wamefanya si dhoofu, hawakuidhoofisha. Na hili litathibiti kwa sababu hadithi yenyewe ni hii ifuatayo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hadathana Ahmad ibn Isa hadathana ibn Wahb qala akhbarana Amr anna Muhammadan ابن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وهول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مسمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال دعهما فلما غفر غمزتهما فخرجتا فلما غفل غمزتهما فخرجتا. na katika riwaya nyingine imekuja katika riwaya Hisham imekuja moja kwa moja na neno ya Aba Bakri, inna likulli qaumin 'idan wa hadha 'iduna. Hilo hadithi ambayo iko katika masala ya dufu kiujumla, japo wenzetu hawakutaka kuitoa kwa sababu sisi hatuna khiana, tuitoa ili kila watu wajue kwamba swala la dufu lipo. Kwa hiyo tufanye tafsiri ya hadithi yenyewe ili ipate fahamika. Ahmad ibn Isa qala hadathana ibn Abi qala akhbarana Amr anna Muhammad ibn Abd al-Rahman al-Asadi hadathahu an Urwa an Aisha qalat, natukua mawqif shahid, dakhala alayya Rasulullah wa indi jariyatani tughanniyani bighina'i bu'ath. Aliingia kwangu Mtume sallallahu alayhi wasallam wa indi jariyatani tughaniyani bighina'i bu'athi, na kwangu kuna mabinti wawili wakiimba bighina'i bu'athi. Fabtaja ala al-firash, Mtume sallallahu akajilaza katika kitanda, wa hawala wajha, akaugeuza uso wake sehemu nyingine. Wa dakhala Abu Bakr, akaingia Abu Bakri, famtaharani, akanikemea, wakala, na akasema mismaratu shaitani inda nabii, magoma nyumbani kwa Mtume.
mizmaratu shaitani inda nabii. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم mtume صلى الله عليه وسلم akamgeukia Abubakar faqala akamwambia da'ahuma, waache mabinti hao ambao ndio kwao ndio mauti shahidi yao, kwamba da'ahuma, waache mabinti hao. Sasa katika riwaya nyingine ilivyokuja ni kwamba Abubakar, mtume صلى الله عليه وسلم amemwambia Abubakar, ya Abubakar da'ahuma ya Abubakar ya Abubakar inna likulli qaumin 'idan. Waacha Abubakar, kila watu wana furaha yao, kila watu wanayo furaha yao. Wa hadha 'iduna, na hii ni furaha yetu. Kwa nini sisi tusema ni halali wanamume wapige dufu? Kwa namna hadithi yenyewe ilivyokuja. Na jambo hili pia lazima pia wenzetu wafahamu kwamba hatusemi kupiga dufu ni wajibu wanamume, pia hatusemi wanawake kupiga dufu ni wajibu, bali jambo hili ni jaiz. Sasa na wao kwa kuwa ni wataalamu wa ilmu watatueleza jambo likiwa jaizi halafu lina khilafu ndani yake litakuwa na hukumu gani. Kwa hiyo fahamika baina ya Uislamu kwamba sisi hatusemi wanamume kupiga dufu ni wajibu. Wajibu manake ma aujabahu Allahu alaina yuthabu almar'u ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Hatusemi kule kupiga dufu kwamba ni wajibu, kwamba wajibu mtu akifanya atalipwa thawabu na atiacha ataadhibiwa. Hatusemi hivyo. Na pia kwa wanawake si wajibu pia kwamba wanawake wakipiga kwamba wakiacha wataadhibiwa, na hatusemi. Basi tunasema jambo hili nini? Ni jaiz. Na jambo likiwa jaizi kama lina khilafu ya ulama, wao wanajua hukumu ya jambo jaizi ambalo ikhtalafa fihi ulama, wanawachuoni wamekhilafiana. Sasa tutasema uhalali wa dufu kwa upande wa wanamume, mauti shahidi yetu ni maeneo yafuatayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwambia Abubakar katika riwayat Hisham, ya Abubakar inna likulli qaumin 'idan. Abubakar, kila watu wanayo furaha yao. Weka mstari kwenye neno inna likulli qaumin 'idan. Neno qaumu haliashirini wanawake peke yao, weka mstari pale. Wa hadha 'iduna, na hii ni idi yetu, ni furaha yetu. Na tunasema imekuja wa hadha 'iduna kwa sababu hii ni masdar mudaf, na masdar mudafu yufidu al-umuma. Ndio maana sisi tunasema kwa sababu hii imekuja ni masdar mudafu katika kanuni za kilugha. Kwa hiyo masdar mudafu yufidu al-umuma, inakuwa ni umumi, ni watu wote wanaingia pale. Kwa hiyo hadithi yenyewe achilia maelezo aliyotoa shekhe ya wanawachuoni maruhatul hadithi, na hadithi yenyewe hakuileta. Hadithi hii ndio wao yawapa nafasi kuwaruhusu wanawake kutokana na mafuhumu yao walivyofahamu, na hii sisi ndio yaturuhusu kuwapa nafasi wanawake pia na wanamume wapige dufu kwa nasu ya hadithi hii. Wa ma alaina ila albalagh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitabu hiki bwana, ngoja mwenyekiti samani. Kitabu hii ni Fathul Bari bisharh Sahih al-Bukhari للإمام الحافظ أحمد بن علي ابن محمد ابن حجر الأسقلاني. Hii kwetu sisi ni juzu ya pili. Hii ni juzu ya pili kwetu sisi, ni ukurasa ngoja tuatafutie namba ya hadithi. Namba ya hadithi kwetu sisi ni 949. bado dakika 3 kama kuendelea. Alhamdulillah, tuna mengi lakini tutaka tusimamie hapo kwa sababu Ibn Hajar amecheleza zaidi mbele, ameendelea zaidi mbele huko, lakini tumeogopa kwamba tusipoteze muda, na kwa sababu bado na dakika 10 mbele tutaendelea. Ila nilikuwa napenda pamoja na yote wakati tukiendelea, japokuwa si wakati maswali, lakini nilikuwa natoa changamoto kwa ile shule ndani ya maelezo yatakayokuja, ili sisi kwa sababu kinachopa tabu kuharamisha vitu kumezidi sana na sisi kumetawala. Nadhani malahadidi kule ni wataalamu wa elimu ya sheria, kama kweli basi katika maneno yao wajaribu kunukua kanuni za sheria zinasemaje katika kuharamisha. Mtu anaweza kuharamisha jambo kwa njia za kiasi, au matamko gani yakija katika nafsi au katika sheria yanaharamisha, kwa sababu sheria imeweka wazi na inabainisha, ambayo hayo matamko katika maelezo yote hatujaona pale nafsi hili, hatujaona pale hadi za adhabu, hatujaziona pale haramu mutlaka kauli imekuja, ila hatujaona. Sasa wazi na kuharamisha inakujaje? Sasa nadhani
nadhani pia tuainishiwe kidogo ili watu wapate faida. Sio mtu anasema haramu tu, mtu anafanya haramu tu. Hiyo wanawake wala haramu tu, sasa ina kidogo inatuchanganya. Maana tunaharamisha kila siku, ukisha haramu, asubuhi haramu. Sasa tunataka pia tuende na njia za sheria. Uharamu unapatikanaje? Matamko ya haramu. Kwa sababu katika usul fiqh nafikiri atakuwepo na ainisho kisheria. Na sisi hapa tupo katika kutafuta sheria za dini zinasema nini. Shar'a lakum min ad-din. Asalamu alaykum. Swali la tatu bado. Bado tatu. Dakika mbili. Dakika mbili. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jamani, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, kwa kweli mimi naweza kusema huu ni mtihani. Kwa nini nasema kwamba ni mtihani? Hapa chini huyu shekhe wetu kwa kweli yani amepatazama vile vile kama alivyokuwa amefanya kwenye azkari, na anapajua, si kwamba hapajui. Mimi naeleza waumini sasa, si kwamba hapajui, anapajua. Hapa chini kuna maelezo ambayo kuna wengine wamebisha wanasema inafaa. Kuna maelezo kidogo hapa ameeleza maelezo mengi, lakini mwisho akamalizia hadha madhhabu Imam Shafi'i wa Malik wa Abu Hanifa wa Ahmad wa ghayruhum min a'immat al-muslimin. Kalamu hadha al-imam asema fata'ammal, yazingatie, usahau fata'ammal wa hafadhu, yazingatie na hifadhi haya, fa innahu al-haqq, haikayo ni haki, wa ghayruhu batilun alladhi ghayatuhu al-qati'a wal atham, ambayo yasiyokuwa hayo ni batili. Amekomeshia hapa. Baadaye huko akaja watamasaku aidan bihikayatin kathira min al-mashayikh, na shamaneni vile vile kwa hikaya mbalimbali, riwaya, hadithi mbalimbali zinazotokana, yani maelezo mbalimbali yanayotokana na mashehe. Dhakara al-Qushairi wa ghayruhu, riwaya hizo amezitaja al-Qushairi na asiokuwa huyo, zaimina anna haulai mashayikh, haliyakuwa ni wenye kudai kwamba hawa mashehe. Samahani kidogo. Naam. Mwenzangu alikumbusha dakika 25. Zimekwisha? Bwana. Mashaallah. Kwa hiyo mimi nawaambia umma kwamba hapa iko hoja ya kubihisha. Hiki hapa. Na kuna kile kingine tunakitaka hapa. Haya. Vile mimi nimewaambia kwa wakati wa dakika 10. Maana shekhe dakika yake alivyosoma ni tofauti na ilivyokuwa. Sasa nilikuwa nawaambia shekhe kwamba ndio nasema kwamba watu wawe na umakini kidogo katika kuyasoma maneno, lakini vile vile na kuyafasiri vilivyo. Nafikiri bwana ameshazungumza pale. Sasa zamu iliyofuatia ni ya upande wa huku nao kuweza kujibu hizo hoja, lakini mimi kama vile mwenyekiti natakiwa kuweza kudhibiti yale ambayo yanazungumzwa. Aidha ndani kuna maswali au kuna mambo ambayo watu wamekwenda kombo kidogo, sisi kazi yetu ni kuweza kuyadhibiti yale na kuweza kuyaweka wazi zaidi. Sawa. Sasa nafikiri tutamuomba aweze tutatoa ruhusa tumuombe aweze kurudia kidogo. Okay. Lakini nafikiri kule kulikuwa na swali. Napenda kueleza hapa. Katika mazungumzo ya Sheikh pale, hebu subiri kwanza, hebu acha kwanza. tutarudisha wapi? Kwa hiyo tusipasome. Wapi tu wapi? Mimi na wasiwasi kisije hapana, kitarudisha sisi tutakiomba sisi hapa, lazima tuleta huko. Kama tulivyowapa tutarudisha tena, wala hakuna mashtaka. Sikiza, mimi naona nazungumza mimi. Tutakiomba alafu tutakipeleka pale. Sawa. Ila kulikuwa kuna swala kwa mkoa limeendelea pale. Katika maelezo yako naomba pia ueleze hivyo kwamba uonyeshe kitabu cha Imam Shafi kilichosema kwamba dufu ni haramu, alafu uonyeshe hukumu ya mpiga dufu. Katika maelezo yako uweze kueleza hilo. Aliomba kwamba kitu ambacho ni haramu basi na hukumu yake nini, hukumu ya hicho. Kwa hiyo ueleze hukumu ya kupiga dufu, alafu vile vile uonyeshe kitabu cha Imam Shafi kilichosema kwamba dufu ni haramu. Endelea Sheikh wangu Shafi. Dakika 10 Sheikh Kashim. Mpaka dakika 38. Sasa dakika 28 kweli. Mpaka 38. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, alhadithu dhu shujun. Manizungumzo yana matawi mengi, na mimi kuna nukta nimeziandika kwa wasemaji tofauti. Al-akhi Sheikh pale msajili wake lakini nimejinasibisha ni al-Salami, al-Dar al-Salami, kadhalika Sheikh msahau kidogo lakini nisameh Tawali Abdullah Tawali. Basi na kadhalika Sheikh wetu Sheikh Kazuba kadhalika nimemnakili baadhi ya maneno yake. Sasa nukta mimi za kutaka kuwajibu. Kwanza mimi nitarajia majibu muafaka juu ya maneno niliyotoa. Mathalan kusema kwamba hiyo tasihi au tadhifu niliyotoa ambayo nimenukuu kwenye kitabu cha Sheikh al-Islam kama anavyosema Imam Suyuti na Sheikh al-Islam Ibn Hajar, ambayo nimeyasoma katika masala ya tadhifu ya hadithi hii ya wadribu alayhi bidhufuf, kama pengine labda kuna tofauti kwa wao mimi na maelezo hayo kwa mujibu wa kitaalamu wa elimu ya hadithi, lakini naona kwamba hawakufanya hivyo. Bila shaka pengine wanafikiana al-Hafidh wao ni kama maneno matupu. Kuna wengine wanasahihisha, lakini hilo hawakulifanya kwamba ni nani ambaye anasahihisha.
alafu pia vile vile anataka kusema shekhe pale anasema ni haramu kuhusu anataka sijatoa dalili ya kusema kwamba ni haramu dufu kwa wanaume, kwamba nataka aya mathalan ni aya au hadithi. Sisi tunafahamu kwamba miongoni mwa dalili za kisheria ya Kiislamu kadhalika kiasi ni katika dalili za kisheria. Ukifungua kitabu chochote cha usuli fiqh kwamba kiasi ni katika dalili za kisheria, lakini ikiwa hakuna nas, nisema kama hakuna andiko katika masala, basi inaweza ikafanywa ilhaqul far'i bil asli. Hilo linafaa kisheria na naomba mlidhibiti. Na wala watuoni ndio waliozungumza maneno hayo, na wala si msemaji mimi, kwa sababu katika mazungumzo yao wanasema wewe wasema na mimi nimesema hivi. nimesema wastadalla au wastudilla biqawlihi wadribu ala anna dhalika la yakhtassu bin nisaa lakinahu dha'if wal ahadith al qawiyyah fiha al idhn fi dhalika lin nisaa fala yaltahiqu bihinna ar rijal. al-Hafiz bin Hajar yasema maneno haya. kadhalika maneno niliyosoma ya mwanachuoni wa Kishafi huyu ambaye ni Imam bin Hajar al-Haythami, maneno haya ameyasema. Nilitaraji kwamba ndugu zetu watatoa jawabu juu ya maneno haya, yani ya kielimu, lakini tumepata maneno ambayo si maneno si maneno matupu tuambie kwa yameegemezwa. Kisha akasema kwamba hata sisi pia dufu likipigwa twawacha adhana ikiadhiniwa twawacha dufu na kuswali. Swali linalozungumzwa hapa si masala ya kuacha dufu na kutokuacha. Sisi tunazungumza hii ni fatwa ambayo inakiliwa kutoka kwa al-Imam al-Tusi ambaye alinakili al-Imam kwenye kitabu hiki, yani Imam bin Hajar al-Haythami ambaye mimi nimesoma. Sasa tuyaache hayo, yeye kanakili, lakini mimi nilikuwa nimejigamia ni maneno yake yeye kwenye kitabu chake. Maneno ya nani? Maneno ya imamu huyu kwenye kitabu chake hiki. Hicho ndio maana nimejigamia mimi kwamba yeye anasemaje, akaweka comments zake hapa, yani taarifa zake katika maneno yaliyotolewa na wanawachuoni. Kwa hiyo tukapata wanawachuoni wangapi? Wawili. Mmoja ni al-Hafiz bin Hajar, wa pili ni al-Imam bin Hajar mwingine ambaye yeye ni al-Haythami, sasa mwingine sio huyu. Tumefahamiana? Sije sababu kwa wanawachuoni wanne wawili. Wa kwanza ni Ibn Hajar al-Asqalani na wa pili ni Ibn Hajar al-Makki. Hao ni wawili tofauti na vitabu vyao hivi hapa. Msichukue hoja kwamba haya ni madhehebu ya Kishafi, kwamba ni maneno ya Ahmad. Haya msichukue. Hatuna katika kauli hizo maneno yao. Yaani hatujathibitisha. Tunathibitisha ni kauli ya imamu huyu kwenye kitabu chake hiki. Tunahitaji kufanya utafiti zaidi. Alafu aliposema kwamba sasa tunahitaji uharamu wa nini? Tunahitaji uharamu. Wapi mtume kasema kwamba kupiga dufu kwa mwanamume haramu? Kwani wapi imesema kwenye aya au kwenye hadithi kwamba bangi haramu? Nani aliyesema bangi haramu? Kwa hiyo hili si swali linaelekeza kwao. Hii ni kujenga hujja ya kwamba yako katika mambo kisheria huangaliwa kiasi, hupimwa hili kwa lile, na wenye kufanya hivyo ni ulama mujtahiduna, si mtu mwenye binafsi. Hilo ni swali la lingine. Kisha shaka yetu pale asema hivi, sijui kama wanawake wao hapa Mwanza kama wapiga dufu. Hiyo ni kadhia tu aini la umuma laha. Liwahusu wao kama wao wanatafuriti katika kutekeleza amri fulani wao, lakini wasema hivi wanawake wetu sisi hupiga, na hiyo ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo watu sigani katika vitu kama hivyo. Barakallahu fikum. Vile vile anasema kwamba kwa mwanamume ni wajibu kwa yeye, kwa mwanamke mwanamume sheria atakana apike, labda atutetee hujja kwamba kisheria mwanamume kwamba apike yeye wapi. Maana sisi vile vile tuna uwezo wa kudhibitisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akishirikiana na wake zake katika masuala ya nyumbani. Sasa yeye anasema kwamba kwa kisheria mwanamume atakana apike yeye ni wapi? Labda atuthibitishie ndugu yetu na haya yaandikwe. Tukija kwa ndugu yetu pale Sheikh Zuba akaisoma hadithi, lakini mimi sioni kama kaielewa, kansamehe. Lakini hadithi fi wadi wa huwa fi wadi akhar, hadithi kwa kwingine na kadhalika maelezo aliyotolewa kwa vingine. Na ndio maana hata al-Hafiz bin Hajar atuletee labda maelezo ya shari yoyote katika wanawachuoni waliozungumzia kwamba hadithi aliyoitoa ni ushahidi pia kwa wanaume kupiga dufu. Hadithi si maneno yake, mimi sitaki maneno yake wala yeye sitaki maneno yangu. Tuyathibitishe maneno ya wanavyuoni na maneno kielimu kimaandiko yao. Yako wapi yako ya wanawachuoni? Na kile tunaonyesha kitabu kwamba al-Hafiz alipoisherehesha hadithi hii kasema kadha 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 kadha, kwa sababu waafatu ad-din au waafatu ad-din ruwatuha au waafatu riwayati ruwatuha. Riwaya zinasidika kwa wale wapokezi wake kwa maelezo yao wao. Sasa yeye angetaja wapi katika wanawachuoni waliothibitisha kwamba hadithi hii maana yake ni hii? Bila shaka angefanya hivyo angekuwa amefanya jambo la maana. Nini hukumu ya dufu kwa mwanamume? Nasoma kauli ya Imam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi, ambayo imamu huyu amenakili na yeye vile vile ametoa maelezo yake. Anasemaje kuhusu hili katika kulizungumza jambo la hukumu?
asema katika kafu ru'a, sijui wakati wangu utakuwa mruhusu, na mimi nilisoma kwanza maneno ya watu kuhudhuria katika majlis, wakasema kwamba ni haram na watawala wanalazimika kuwazuia watu wasihudhurie katika batili hiyo misikitini na nje yake. Nadhani hili liko wazi, hii nilisoma. Kadhalika al-Imamu anasema Ibn al-Jawzi katika Talbis Iblis, kitabu kitabu anakisoma, tayib. Kwanza katika kitabu Ighathatul Lahfan namba kifungu cha pili kurasa 200 amesema al-Imam Ibn al-Qayyim, wa min a'zami al-munkarat, na katika munkari zilizokubwa zaidi, naomba Ighathatul Lahfan iwekwe mbele na potapewa, katika munkari uliokuwa mkubwa zaidi, tamkinuhum min iqamati hadha ash-shi'ar al-mal'un, ni kuwamakinisha wao kutekeleza shiari hii au alama hii ili kulaaniwa, huwa wa ahlihi, yani huwa wa ahluhu fi al-masjid al-aqsa. Alikuwa anaeleza habari kwa katika msikiti mtakatifu hakika Arafa, akaendelea na kupisha kwa sababu ya wakati, mkitaka mtathibitishiwa. Asema ورأيتهم يقيمونه بعرفات والناس في الدعاء والتضرع والابتهال والضجيج إلى الله وهم في السماع الملعون باليراع والدف والغناء. Asema pia nimewaona watu hawa wakifanya hili katika siku ya Arafa, na hali ya kuwa watu kwenye dufu na kumnyenyekea Allah tabaraka wa taala, kumwomba yeye, na hali ya kuwa wao katika hii samai ya mal'uni kwa kupiga dufu na nari kadhalika katika ghina. Ukurasa wa 200. Maelezo haya ambayo tumeyatoa ni kauli za wanawachuoni wenye kutegemewa katika Uislamu juu ya haya niliyosema. Sasa mimi nataraji kwa ndugu zetu watayapiku maneno haya badala ya kuleta hadithi ambazo hazina dalala, hazielezei yale ambayo yanazungumzwa. Yaani mtu anaweza akashariki kama kuna mashariki na wakati nafsi kwa magharibi ni tofauti, bali anaelezea yale ambayo hutakiwa au hupendelewa nafsi yake. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, sisi bado tunasema kwamba yufu kwa mwanamume ni haram. Muda wako umekwisha. Umeona hiyo nafsi kurasa 200 kurasa 200 hapa waangalie wakitaka, lakini wakitaka wape. Okay, tunaendelea. Nafikiri dakika zako Sheikh Hashim zinaisha, ila natowaomba tu wahadhiri, kwa sababu sisi tuko katika swala la kidini hapa, tusibahatishe katika maneno yetu tunayosema. Kwa hiyo tuthibitishe tunachokisema, basi kiwe kithibitisho, tuseme kwamba maneno haya hatuna udhibiti nayo pengine katika, lakini yapo lakini hatuna udhibiti nayo. Tunasema tuthibitishe kitu ambacho mtu huna hakika nacho, naomba tukisizungumze kwa sababu hakina udhibiti kitu hicho. Kwa hiyo tunatoa dakika 10 kule katika kuweza na kile kitabu tunakiomba kiweze kupelekwa pale. Inshallah endeleeni hapo. Mpaka dakika 51. Dakika 51. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ndugu zangu Waislamu, mimi nadhani kwamba sasa nimerudia ile mada ya kubihisha kupigwa na watu ambao sio wanawake, ambao ipo kwenye kitabu chao hawa wenzetu, nataka kuimalizia. Vile vile ieleweke kwamba hatuzungumzi kichwa mchunga, wasije katuona sisi tunazungumza kichwa mchunga. Lolote ambalo tunalizungumza hapo ushahidi upo. Labda wafe kukataa kwamba hiyo hadithi mbovu au maneno mwanachuoni wa mabovu au huyo hivi, lakini hatuzungumzi kitu kichwa mchunga. Labda hiyo tusikieleze kwa sababu sio mahali pake, lakini kila kitu ushahidi tunao. Na mimi nikizungumza kitu lazima naweza kukitolea ushahidi, siongee kitu ovyo ovyo au hatuongee kitu ovyo ovyo. Sasa namalizia haya maneno yanayosema kwamba, sijui nianze mwanzo, watamassaku aidan bihikayatin kathira min almashayikh, na shikamaneni vile vile kutokana na riwaya mbalimbali za mashekhe. Sikilizeni bwana maneno kule, naona nasema tofauti na nafsi tofauti. Sasa leo sikilizeni kule fadhili. Mtibiti maneno kusoma. Hiyo sio kitabu hicho. Sawa, watamassaku aidan bihikayatin kathira, na shamaneni vile vile kwa riwaya mbalimbali, kwa maana kwa maneno mbalimbali min almashayikh, yanayotokana na mashayikh. Dhakara al-Kushairi wa ghayruhu,
riwaya hizo amezitaja al-Kushairi na asiyekuwa huyo, kwa maana Kushairi pamoja na watu wengine wameeleza hizo hikaya. Zaimina anna haulai mashayikh, hali yakuwa ni wenye kudai kwamba mashayikh hawa urifati fadailuhum, zimejulikana fadhila zao, yani ule ubora wao na vyeo vyao vimejulikana. Wasahhat karamatuhum, na zile karama zao zimeswihi. Fa itibaquhum ala huduri majalis samai wal ghina, kufumbia kwao au itibaki yao juu ya kuhudhuria majlisi ya kusikiliza na kuimba zile kasaidi. Kwanza majlisi ya kusikiliza, umekaa unasikiliza, na hapo na zile ghina kuimba. Asema watawajaduhum wa raqduhum wa zafatuhum dalilun ala ibahati dhalik. Mimi nasoma vyote kwa sababu tumepatana kwamba tusikosoane, kwa nasoma vyote. Tumebihisha hiyo. Unaona bwana? Tumebihisha hiyo. Lakini kama ingekuwa sio hivyo ningekuwa makini sana. Sasa naomba waumini, kwa sababu hapa mimi naelewesha waumini, tuwe makini. Asema hiyo dalilun ala ibahati dhalik, ni dalili juu ya kubihishwa hilo. Kwa maana inafaa kupiga dufu mwanaume na mwanamke, ni mubaha. Maana mubaha ni jambo ambalo ukilifanya mwanaume haya, ukilifanya mwanamke haya. Hapa katika kueleza hivi, wajawabu annana la nafi jawazahu, la nafi jawazahu, na jawabu lake kwamba sisi hatukatai kujuzu kwake. Katika maelezo haya ambayo wanaeleza hapa ya kina Imamu Shafi, kina Malik, kina nani wameeleza baadaye, huyu mwenye kitabu ndo baadaye analeta sherehe hiyo. Kwa hiyo anasema kwamba inajuzu jambo hilo. Sasa kwa sababu muda labda ni mrefu, nisimalizie. Asalamu alaykum. Naomba kwa taarifa jamani. Naomba kwa taarifa kwa taruhusiwa. Nasema hivi, naomba kile kitabu kirudishwe katika meza yenye viti, alafu yale maneno yasemwe sawa sawa. Mimi nasema amesema makosa, na yale maneno anayozungumza si sawa sawa kwa mujibu wa maelezo ya Kiarabu na kanuni za kilugha. Tafsiri potofu. Sasa naomba kitabu kiwe hapo kitafsiriwe, kwa sababu yale anasema yeye sio, ndio maana nasema wenzetu tunashindwa kuelewa. Kwa kingine na tafsiri zingine. Hebu tusome sawa sawa, au niruhusiwe nipewe mimi nisome, alafu wao kama tunikosoa nikosoe. Sawa, nafikiri kwa sababu wana muda wao, tushasikia hilo, watafanya hivi tutafanya hivyo, lakini wale wamalizie muda wao. Sawa, lakini naomba nizidishiwe nao. Endelea. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaykum. Ndugu zangu, kuna mambo hapa yatakiwa tujifunze na tuyasome. Kuna kauli zinatolewa, lakini ni kauli ambazo kwa kweli zinakuwa, mtu anauliza nani ameharamisha bangi? Hivi mtu mpaka leo hajajua nasi ya kuharamisha bangi? Manake mtu anapozungumza kwa twanukuu. Kitu chochote kinapokuwa haramu katika elimu ya sheria kinakuwa na karimu za kuonyesha uharamu, kina karimu za kuonyesha kama ni mubaha, kina karimu za kuonyesha kama ni mandubu, kina karimu zinazoonyesha kama ni makruh. Karimu zake zinakuwepo. Kwa unaposema kitu hiki ni haramu, lazima utegemee karinu, ima iwe ni karinu lafdhia iliyoingia pale ambayo inafidisha uharamu, ima iwe ni karinu iliyoingia pale ambayo kiuwazi wake yaonyesha haramu. Lakini wasoma hadithi hii unayosoma mimi, yeye anasema ana fi mashariki wa dalalatu fil maghrib. Si kweli hizi habari. Haya ni maneno ambayo mtu akitaka kutukana naye hakuchagui tusi. Lakini kama yeye ameelewa hadithi, mimi ndo nasimamia hadithi hiyo ambayo yeye anasema mimi niko mashariki, hadithi iko magharibi. Bali yeye mimi nasema yeye pia yuko kusini mashariki na hadithi hiyo iko kusini magharibi. Mtume sallallahu alayhi wasallam, mautinu shahid, Mtume anamwambia Abu Bakri, japo wenzetu hadithi hawajatoa kabisa, ni maelezo qala sheikh, na hao ndio wasema sisi ni watu wa sunna, tunataka kitabullahi wa sunna wa ahadithu rasulillah. Lakini qala sheikh, hii hadithi kwa nini ambayo ndio asili ya dufu, kwa nini isiwekwe mezani na ikajadiliwa? Maana ndio asili ya dufu hii. Ya Abu Bakri, inna likulli qaumin 'idan, kila watu wana furaha yao, kila watu wana furaha yao. Qaumi ni taif, qaumi hapa hawasemi wanawake, ni watu wote, kila watu wana furaha yao. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akusema, halafu alipomaliza akasema wa hadha iduna, wala yakul wa hadha iduhuma. Mtume akasema hii ni furaha yetu,
na hii hakusema mtume, hii ni furaha yao wanawake, hii ni furaha yetu. Na ndio tukasema kwamba hii hapa ilivyokuja ni masdar mudhaf, masdar anil mudhaf, ambayo hii inafidisha nini? Inafidisha umumi. Mtume, Abubakari ni wanamume, nao wanaingia hapa katika maneno haya, wa hadha iduna, na hii ni furaha yetu. Kwa hiyo hadithi ni hii moja, yeye shekhe asikwepe kuizungumza hii hadithi. Hii hadithi ndio tuizungumze na tuweke mezani. Halafu pia shekhe atatuambia kwamba hadithi ikiwa dhaifu ndio mwisho wake hapo haifanywi kazi tena. Maana yake sije kwa mtu mtasema dhaifu. Kwani ikiwa dhaifu ndio mwisho? Hadithi dhaifu inafanya kazi na yeye anajua. Na akisema haifanyi kazi, atuambie hadithi hasanul ghairi anaipataje? Kama hadithi dhaifu haina kazi, atatuambia hasanul ghairi yeye anaipataje kwa elimu yake? Kwa hiyo haitakuwa hadithi kileta hiyo dhaifu, basi itakuwa hadithi dhaifu, vitabu dhaifu, na waumini wote pia watakuwa dhaifu. Lakini dhaifu ikiwa hadithi ni dhaifu, ndio basi imeishia hapo, haifanyiwi kazi. Na ikiwa haifanyiwi kazi, kwa nini ipo katika vitabu? Ipo kwa sababu akisema ni dhaifu haina kazi, akwambie hasanul ghairi anaipataje yeye kwa utaalamu wake wa hadithi. Kwa tunasema hadithi ya dufu ni hii, na iwekwe mezani, tuanze kujadili. Inna likulli qaumin idan, kila watu wanayo furaha yao, wa hadha iduna, na hii ndo hadithi ya dufu. Si maneno tu shekhe kasema shekhe. Hata sisi tuna maneno ya mashekhe ambayo nyinyi jana mlikuwa mwayakataa wenyewe, mkatupa kazi usiku kucha kutafuta vitabu. Sasa leo pia mwarudia kwa mashekhe, kasema shekhe, mbona hadithi yenyewe nafsi yake hailetwi? Kama hivyo na sisi tuache tusome vitabu vya mashekhe zetu. Tunavyo vingi, tunayo hii hapa Mawsuatu Yusufia fi adillati Sufia. Acha tusome basi. Si jana mlikuwa mwakataa nini? Kwa hiyo tunasema sisi hii hadithi kama ipo nyingine ambayo yeye anaijua ya halalisha dufu, ya haramisha dufu, basi na ilete. Lakini si huja kusema hiyo ni dhaifu, hiyo ni kadha. Na sisi tunasema yeye anaidhofisha hadithi ya kupiga wadribu alayya bidufu katika nini, katika masala ya nikah. Lakini sisi tunasema yeye mtume alipomwambia Abubakar, ya Abubakar dahuma ya Abubakar, akhimuda maisha samani, salamu alaykum. Alafu vile natambihi kwa sababu nimeona kwamba hili inaweza likatuvugia humu mnakasha. Mbili ya kwanza ni masala ya kusoma. Kwa upande wangu alhamdulillah nasema kwamba wako wasomaji wazuri katika masala ya ibara. Kwa mjipange vizuri katika hilo. Kwa sababu kama nimesema ndugu yangu kwamba ibara ikisomwa visivyo hata maana inaweza kubadilika. Na sidhani kwamba mtu anabadilisha maana, sidhani hivyo. Kwa sababu mimi nadhania kheri. Sidhani kwamba mtu anabadilisha maana kwa kukusudia. Sasa hii tunasema kwamba hapa kuna kubadilika maana. Sidhani kwamba mtu anayebadilisha maana anabadilisha kwa kukusudia, isipokuwa ibara namna atakavyoisoma. Na atakosea namna ya kuweka majambo, hii mnafahamu. Atakosea namna ya kwamba huyu ni fa'il na huyu ni kadha wa kadha, basi hii lazima ibara itabadilika maana. Kwa hivyo ninaomba upande wangu kwa wasomaji wazuri, nafahamu kila nikisikiliza nafahamu kwamba huyu ni msomaji mzuri, anaweka vitu mahala pake, basi angalau wapisheni hawa, kwa sababu hii kubadilisha maana hii inaweza kutuvugia katika masala ya mjadala huu. Mkite pala wapate Sasa Waislamu tufikiri zile dakika, nafikiri pande zote mbili kila mmoja amesha kuwasilisha mada zake, zile hoja zake mbalimbali, kujenga hoja, kila mmoja kujitetea kwa namna anavyofahamu yeye katika vitabu vyake na upeo wake aliokuwa nao. Kwa hiyo muda uliobaki ni muda wa yale maswali matatu, lakini sasa muda wa swala na umeshafika. Kwa hiyo nasema tunaahirisha kwa muda ili watu wakatekeleza ibada hiyo ya swala. Nafikiri kwa taarifa, mwenyekiti kwa taarifa. Nilikuwa na maombi katika kama mambo mawili. Jambo la kwanza ni kuhusiana na vitabu ambavyo vilikuwa vikihitajika jana, Sahih ibn Khuzaimah na Musnad ibn Ahmad. Vilikuwa hapo mbeleni tumewapa ili wafikie, alafu tukirudi watuonyeshe zile hoja ambazo wao walikuwa wamezianza. Nadhani hili nilikuwa nalikumbusha. La pili, niliomba kwamba msomaji aliyesoma kwamba alikuwa kakosea na amepotosha maana. Sasa mimi nilikuwa nimeomba meza yenu ya kariri ile maneno yasome sawa sawa ili tuone
je mimi ndio nimefanya khiana au ni yeye ndiye alifanya khiana, kwa sababu katuhumu kwamba sisi tunafunika maneno. Lakini kitabu kimekuja hapo na kuna wakati ambao umesoma na kipindi kinachofuatia ni maswali na maana kadhaa hii itakuwa imefunikwa. Sasa sijui mtazama vipi swala hili. Basi nafikiri kwa sababu muda wa swala umefika, tukaswali alafu tarudi hapa. Nafikiri Aisar TV.